mahali ambapo tumesoma is a place where this time the children of Israel had sinned against God. And when the children of Israel sinned against God, God allowed his Ark of the Covenant, which is the very presence of God, to be taken into captivity. Bwana Yesu asifiwe. You know, we have a relationship with a real God. Church is not just coming to church. Christianity is a relationship with somebody, with a God, a real God, God that really exists. So these people had a relationship with God. But you know, when they had a relationship with God, they took when they entered among the nations, they started living with these nations. And these nations taught them how to worship their gods. But then in this world, there's not only one God, there are so many gods. Praise the Lord. Though the creator of the heavens and the earth is one. Only one God that created the heavens and the earth. But besides that God, there are so many other gods. Bwana Yesu asifiwe. So wana wa Israeli wakaenda kuungana na watu na kuwafundisha kuabudu miungu mingine. Mahali ambapo tulikuwa tumesoma, wakaingiana na miungu mingine, wakaanza kuabudu au miungu mingine. Walipoabudu other gods. Sasa Mungu, you see, God is a jealous God. Praise the Lord. Mungu ambaye tunaabudu ni Mungu mwenye wivu. Unapoabudu Mungu mwingine anakuondokea. Bwana asifiwe. When you start going to other gods, atajipuna atoke. Because every time Israel was worshiping other gods, the first thing God did was he brought famine. He allowed famine to come. Why? To tell them that your God cannot give you rain. Praise the Lord. Whenever you worship, we turn away from God. Now let me tell you, the worship of an idol, si lazima ujenge kitu kama Wakatoliki. Everything that takes a priority in your heart becomes a God to you. Praise the Lord. Tumeokoka kweli, lakini there is a time we allow other things to take the place of God in our hearts. Something else becomes a priority. It becomes more important to you than God. That one is called an idol. Praise the Lord. Bishop alipokuwa anatufundisha hapo on Monday, akatufundisha the 10 commandments. How many remember the 10 commandments? Wangapi wanajua 10 commandments? Bwana asifiwe. First commandment inasemaje? I am the Lord your God. Hiyo ni Exodus 20. I am the Lord your God that took you out of the land of Egypt, from the land of slavery. You shall have no other God besides me. Praise the Lord. To have other gods besides God doesn't mean that now you have created an idol. No. Everything in your heart that takes priority becomes a God to you. Praise the Lord. And he said, because I, the Lord your God, I am a jealous God. Praise the Lord. If you want to know a woman, kama unataka kujua mama vizuri, chukua bwana yake. Bwana asifiwe. Unaweza achana na bibi yako na mwachane tu na mwishi, lakini unajua kula ameenda anakupima. Au mkiachanaga bibi hajamazaki, anaandikaga watu kuangalia unaendeleaje kwa maisha yako. Tunaongea ukweli wa ndani. Bwana asifiwe. Mkiachana anaandikaga wamama atakuwa plot, wanaangalia mtu ameingia hapo ama hajaingia. Bwana asifiwe. Bibi anakuambia kutaki kabisa, lakini anakumonitor pembeni kando anakumonitor. Anataka kujua ameleta mtu kwa hiyo nyumba. Hata atapiga simu kwa jirani. Inaenda kama ndio jioni no. Bwana asifiwe. So God is also a jealous God. God doesn't want any other God to have us. He wants us for himself alone. Praise the Lord. So these people worshipped other gods. God left them. And the Ark of the Covenant was taken into the nation of the Philistines. God gave himself to captivity. And when God went into the nation of the Philistines, they put the Ark of the Covenant among other gods. The god of the Philistines was called Dagon. Bwana asifiwe. Dagon alikuwa ni jini, alikuwa ni Mungu ambaye ni half samaki, half mwanadamu. So, when the ark was taken before, we serve a very powerful God. Praise the Lord. I said we serve a very strong God. When they took the ark of the covenant of God to Dagon, when they woke up in the morning, unajua aliweka Mungu chini, wakaweka Dagon juu. Wakiamka asubuhi, Dagon anaanguka mbele ya Mungu. This God is the God of gods and he is the Lord of lords. Praise the Lord. Sasa walipoamka wanashangaa kidini imefanyika. Dagon, the God of the Philistines, had bowed down to the God of Israel. Bwana asifiwe. Wakasema
turudishe, labda ni ajali, turudishe tuone kama huyu Mungu labda wetu alianguka katika ajali. Wakiweka tena kesho yake tena nako na kuchini. Wacha nikwambie, Mungu ambaye tunamtumikia, hata kama kwenye kuna uchawi, huo uchawi na bow down to the God that we worship. Praise the Lord. Witchcraft bows down to this God. All these other gods bow down to this God. Hata mtu akifuga majini mahali naishi, majini zake must bow down to my God. Praise the Lord. We serve a supreme God. The only God that is the God of gods and the Lord of lords. He is the King of kings and he is also the God of gods. You cannot compare him to any other gods. Praise the Lord. So wakati huu, watu wakaachana na Mungu, wakaanza kuabudu other gods. Praise the Lord. Someone told them, if you are turning to the Lord, if there is anything that can bring a solution to our lives, is to turn to the Lord with all of our hearts. Bwana asifiwe. Kumrudia Mungu kwa kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Unajua tunaweza kuwa tunakuja kanisani, lakini bado kuna miungu zetu, si kweli? You know we can be coming to church and still have our gods. Kwani kuna watu wangapi wanaenda kanisani wana waganga wao? Si kweli? Ama si kweli? Kuna watu wanakuja kanisani lakini bado ana mganga wake. Bwana asifiwe. Unakuja kanisani na bado unaenda kusoma mikono. Wanaitwa astrologers. Bwana Yesu asifiwe. People coming to church, but because we think God is so not powerful, we go to seek other gods. Wacha nikwambie, Mungu anasema do not have any other God besides him. Praise the Lord. Usiwe na miungu mingine kando yangu. Wamama, usiwe unakuja kanisani unabudu Mungu na kwa kibeti umeweka hirizi. Si tuongee ukweli. Bwana asifiwe. Usiwe unakuja kanisani na kwa biashara yako kuna kitu unataka kuchukua umwage kwa biashara. Hizo ndio zinaitwa idols. Praise the Lord. When you do that, what are you saying? You are saying, this God is not powerful enough, I need another God to help me. Bwana asifiwe. Wacha nikwambie, Mungu anatosha. Yesu anatosha. Ukiwa na Yesu unapata yule ambaye ametosha. Bwana asifiwe. Help me tell your neighbor kwamba Yesu anatosha. Hauhitaji mwingine. Bwana Yesu asifiwe. So, wana wa Israeli wakaenda wakaabudu miungu mingine. Samuel akawaambia, Samuel told them, if you are turning to the Lord, turn to the Lord with all your heart. Praise the Lord. And he shall deliver you from the hands of the Philistines. Let me tell you, if you are in church, or when you say you claim to worship God, and you see other God, have other God, it will be impossible for God to help you. Bwana asifiwe. Sasa niseme umeenda kwa mganga akakupea elizi. Na uko kanisani, Mungu akikusaidia ukasema nani amekusaidia? Ni Mungu hapa, ni hiyo elizi ulipewa. Bwana Yesu asifiwe. Sitwambieni ukweli. Umebeba elizi kwa kibeti, si ndio? Alafu umekuja kuabudu, tunaomba baba mwingine kwa kanisa tulikuwa na Pamela. Alikuwa amebeba elizi. Akabeba elizi, tumekuja kuomba. Hiyo elizi ilianza kuchomeka kwa kibeti yake. Bwana asifiwe. Let me tell you, if you serve God only. Do not mix God with other gods. If it is God, let it be God. Yaani kufa na Mungu, kama hata utakufa kwa Mungu, kufa na yeye. Bwana asifiwe. Tumesema hapa kama Mungu anahitaji usaidizi. God doesn't need help. Praise the Lord. If it is him that will help you, stick with him. Don't mix God with other gods. Praise the Lord. Don't come to church na bado umebeba hizi. Don't come to church na bado kuna kalimazira wako. Unajua kalimazira? Unajua kalimazira? Bwana Yesu asifiwe. People are in church but they are mixing God with other gods. That is what God hates the most. If there is sin God hates the most, it's sin called idolatry. Idolatry is having other gods besides God. Praise the Lord. So someone tell them, if you are turning to the Lord, then turn to the Lord with all your heart and put away the foreign gods. Bwana asifiwe. One day nilienda nyumbani, nilikuwa narudi Nairobi. Mama akaniambia, mama ngori. Nikamwambia mimi niko na Mungu ananilinda. Bwana asifiwe. Mama aliniambia, kunywa hii kidogo, miti zingine ananiambia nikunywe hii kidogo itanisaidia. Kama Mungu hazinisaidia hiyo miti haiwezi nisaidia. Bwana Yesu asifiwe. Let us have one God in our lives.
Kwa nini hata unaona Wakristo wakisaidii na Mungu? Tumemchanganya. Anashindwa kukusaidia, utapatia nani utukufu? Utapatia Eliza, utapatia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Will you glorify the God of heaven or will you glorify what somebody gave you? It is time we put away foreign gods. Bwana asifiwe. Tuweke miungu mingine kando. Tuwe na Mungu mmoja katika maisha yetu. Tunapomchanganya Mungu, Mungu atatusaidia. Maana ataona kwamba tunampatia kompe. Bwana asifiwe. Usipatie Yesu kompe. Wacha abaki ni yeye pekee yake katika maisha yako. Hapendi kompe. Bwana asifiwe. Unajua kumeinuka type of women in our generation. Nasikia mimi sasa. Kumeinuka type of women in our generation. Anakuambia bwana yako ni yako ukiwa na yeye kwa kitanda. Compare osa. That is a lie from the devil. Bwana ya mtu ni bwana ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana ya mtu ni bwana ya mtu. Hakuna compare usafi. Mungu hapendi kompe. Bwana asifiwe. Kama ni yeye Mungu wako au ni Mungu wako peke yake, usimchanganye na Mungu mwingine. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kompe usafi. Na Mungu hapendi kompe. Ukiwa na yeye iwe ni yeye, usimchanganye na wengine. Praise the Lord. Someone told them, if you are turning to the Lord, turn to the Lord with all your heart and put away the foreign gods, and he shall deliver you out of the hand of the Philistines. Kuna mambo unapambana nayo leo, kile Mungu anataka, weka miungu mingine kando ili akusaidie yeye. Praise the Lord. Unajua sometimes God doesn't help us because we have mixed God with other gods. We say we claim to serve God, but we have got other gods besides him. Bwana Yesu asifiwe. Nahubiri vibaya leo. Let me tell you the truth. Praise the Lord. Praise the Lord. Kama nahubiri vizuri niambie amen. Sema amen vizuri. Bwana Yesu asifiwe. We cannot mix this God with other gods. Yeye achanganyikwa na mwingine. Alafu wewe mlilie nisaidie, atauliza. Kwa Zaburi kwa Deuteronomy 31 akauliza, wapi miungu yenu mlioamini wawasaidie? Praise God. God wants to be him alone in our lives. Praise the Lord. Niambia hata nikiwa mdogo hivi nipate mke wangu anachukuliwa na mtu tena. Sitakupiga hata kama mimi mdogo. Sasa napanga ndio kukata. Bwana Yesu asifiwe. Ama ni hayo watu wakupige kama siwezi kupiga mwenyewe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ulipopeana maisha yako kwa Yesu, it's like you are married to Jesus. Now you cannot share with somebody else. Praise the Lord. Kama ni yeye peke yake. Bwana asifiwe. Hata wale wazee wanakuwa na bibi wengi. Unajua ile vita inakuwa ndio waishi hiyo maisha. Kwa sababu gani? Hakuna mtu anapenda kushare kwa maisha yake. Bwana asifiwe. Na wanaume tunakuwa unfair to women. Sisi tunataka tuwe na wengi, hata wanawake awe na wewe peke yake. Praise the Lord. Mungu hapendi kushare. Bwana asifiwe. Nisaidie kuambia jirani yako Mungu hapendi kushare. Kama wewe yeye ni Mungu wako, awe ni Mungu wako peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa na miungu mingi, mtu anaweza sema unajua nilipewa tu kitu inisaidia, hakuna kitu cha kusaidia. Huyo anakuwa ni automatically another God in your life. Praise the Lord. Sasa nakwambia mkirudia Bwana, mrudie Bwana na moyo wako wote. Na mweke wale miungu kando. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tukisoma Genesis 31. Genesis 31. Kuanzia verse 30. We are told of a story. Kama umefungua kila mtu afungua hapa aone. Genesis 31 verse 30. This same Jacob, Yakobo alikuwa anatoka kwa nyumba ya Laban. Sasa bibi yake, mke wake wa pili, maana Yakobo alikuwa na wake wawili. Mke wa pili ambaye alikuwa anaitwa Rachel, akaiba miungu ya baba yake. Bwana asifiwe. Unajua kuna vile mkilelewa, mama yenu alikuwa anawaambia, ama ni kwetu peke yake, wakati mnaelelewa, unaambiwa hii inaenda kusaidia. Bwana asifiwe. Unaambiwa ila kichwa ina mama na nguru matindo koi. Bwana asifiwe. Kila bombe inakuwa na altar yao, si kweli? Every home has got an altar. Either ya Mungu au sio ya Mungu. Kila boma kuna kitu wanaabudu kama wajabu wajua Mungu. Bwana asifiwe.
Sasa nyumba ya Laban, Genesis 31 from verse 30. Nyumba ya Laban ilikuwa, Laban was a worshiper of other gods. Laban was an idol worshipper. Sasa wakati Jacob alikuwa anatoka na mke wake, Rachel akaona kwamba mimi nichukue Mungu wa baba yangu aende anisaidie. Not knowing Jacob had the most powerful God. Praise the Lord. Sasa Rachel akasema, akaona achukue Mungu ya baba yake. Tuko hapo. Wangapi wamefika? Genesis 31. From verse 30 inasemaje? Genesis 31 from verse 30. Inasemaje? I know you feel you must go. You long intensely for your childhood home. But why have you stolen my household gods? I rushed away because I was afraid, Jacob answered. I said to myself, he will take his daughters from me by force. But as for your household gods, let the person who has taken them die. If you find anything that belongs to you, I swear before all these relatives of ours, I'll give it back without question. If you continue reading, because of time, this woman took his father's household gods. Baba yake alikuwa na majini, alikuwa na miungu. Wacha nikwambie, the devil loves worship, that he can hide behind anything to be worshipped. So lazima worship the devil, uwe the worshipper. Hapana. Anything you worship that is not God, that the devil is hidden behind, that is an idol, and that's the devil. Praise the Lord. Huyu msichana wale walilelewa, wakiona miungu ndio baba yake alikuwa na worship. Wakati Jacob anawaambia twende, naye akabeba hana miungu, anaenda na wao. Na akiulizwa, utasoma, naongea kitu nishasoma najua. Akiulizwa, hebu tuone, alipokuwa anafanya checking, akaikalia ile miungu. Na alipokalia ile Mungu, akaambiwa simama, akaambia baba yake, niko siku zangu, niko hedhi. I am in my periods, I cannot stand. Alidanganya. Na Jacob akasema, yeyote ambaye atapatikana hii miungu na afe. Huyu dada wakati alikuwa anajifungua akafa. Maana because that curse was spoken. You know, these other gods, they are for destruction. They are not for our good. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Do not have any other God except the Lord Jesus Christ. Do not have any other God in your life. Hata mambo ikikwama kabisa, kwamba na Mungu atakusaidia. Bwana asifiwe. Usitafuta miungu mingine. Atunajua mzee fulani mahali ukienda huko. Na siku hizo waganga wanajifanya kwamba ni waombezi. Hata siku hizo utataka uende kwa mganga kwa mganga. Anakwambia, ninajua mwombezi fulani. Be careful of somebody that knows every intercessor. Anajua kila mtu ambaye ni mwombezi. Huyo anakupeleka kwa waganga, be careful. Praise the Lord. Watu wanakwambia twende kwa mwombezi. Twende kwa mwombezi, akwambia tumuombe Mungu, tushikane mikono tuombe. Mbona yeye anajua uombezi? Hao waombezi wengi wao ni waganga wa kienyeji. Wamebeba Biblia wanajifanya wao waombezi, lakini ni waganga wa kienyeji. Bwana Yesu asifiwe. Waganga siku hizi hataki kuitwa waganga, wanataka kuitwa waombezi. Ndio maana ukienda kwa mitaa zingine kama mitaa, wanapenda mitaa ya mabanda, wanaweka vitambaa pale, wanakwambia kuja kwa mwombezi atakwambia ataona mambo yako. Wewe mchawi unaonaje mambo yangu? Si uone mambo yako pia. Bwana sisi tunapenda kuelewa mambo yetu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwanza wamama wanapenda kuelewa mambo yao. Si ni ukweli? Unataka kuja kuelewa mambo yako. Hawana nini? Wewe ni mganga. Ataishia kukuroga. Bwana asifiwe. Ukienda kwa watu kama hao watakukamata, utashindaga huko. Kwa nini? Anajua unaweza toa pesa. Wale wako biashara. Bwana asifiwe. Kuna watu wanaoperate na spirit ambayo inaitwa divination. Anaweza kuona mambo yako ya kweli, lakini ni mganga wa kienyeji. Bwana asifiwe. Nyanya yangu mwenyewe ulikuwa unakuja kwake anakusomea shilingi. Anatoa coin hivi, anakusomea. Babu yako ama nyanya yako anaongea naye kupitia kwa ile shilingi. Kuna waganga. Bwana asifiwe. Na siku za leo watu wanapenda manabii. Na hao manabii wengi wao ni wachawi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Nataka kuona wamama wa kanisa hili, wacheni mambo ya kuonewa mambo yenu. Si ni ukweli? Si ni kweli? Ninajua muonaji. Kuja nikupeleke kwa muonaji anakuonea mambo yako. Alafu akishaona, Bwana asifiwe. Kuna mwingine akitokea hapa Kenya ati nitumie pesa
Nitakwambia kama jina lako limeandikwa kwa kitabu cha uzima. Yeye atanajua. Wajeni tuache kudanganywa. Bwana asifiwe. Sasa Jackie akitumia pesa, sitatoka jina yake. Alafu nikwambie unaitwa Jackie alafu shwari mama hata mwache ujinga saa zingine. Akikuwa kwambia jina yako unaona ni muujiza. What is a miracle there? Sasa nikijua anaitwa Tony, is that a miracle? Bwana asifiwe. Lakini wa mama, unaitwa Mrs. Morris Onyade. Unaona ujinga zingine unashangaa na wale. Bwana asifiwe. Situape ujinga jamani. Situape pumbavu jamani. Akikwambia jina yako unaona is a big miracle mpaka unatoa sadaka. Sasa leo si yule anaitwa Mzee Oturi. Si unipatie sadaka maana najua jina yake. Unaona vile tuko na ujinga. Bwana asifiwe. Na kuna watu wanajua Wakenya ni wapumbavu, wanatumia upumbavu wetu vizuri. Bwana asifiwe. Tunaona mambo yako. Ninaona. Hakuna kitu mtu anaona, unadanganywa. Yaani kuna bomba inaga miti. Naona kweli naona miti. Kuna bomba ile miti kusema tu kweli. Sikapile kwa kila mtu hapa kuna miti. Unajua mimi siku moja mtu aliongea nikamwangalia hivi. Ananiambia naona ndo baba yako mdogo. Of course kila mtu ana baba mdogo. Huyo ndio anamaliza jamii yetu. Nilimwambia ndugu yangu acha upumbavu. Hata mimi nimeokoka na ni pastor, sifaidagi ujinga. Unajua usipochunga utadanganywa na vitu za ujinga sana. Si kweli? Bwana asifiwe. Unadanganywa na upuuzi, upumbavu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe mama. Mwachane nayo. Hiyo ni upumbavu. Bwana asifiwe. Anaona bwana yako na dada fulani. Bwana yako na unajua sasa ingine hata bonde wazi la kuvuka kwa sababu ya ujinga. Bwana asifiwe. Ati in the spirit I can see your husband. Akona bibi mwingine. Wewe kwanza siwende ongea na bwana yako. Niliapo na bibi mwingine ni kweli. Bwana asifiwe. Sometimes even you accuse this man for nothing. Hawajafanya kitu. Ni ujinga tu pastor mwingine anataka pesa kwako. Na wewe kwa sababu wewe nani not very smart, wacha niseme hiyo jina lingine. Unaambiwa toa sadaka ya 50,000. Wanatoa haraka sana. Yaani enyewe hii Kenya kuna ujinga. Bwana asifiwe. Nimekaa kwa mambo ya injili, hii Kenya maadhe kuna ujinga. Watu wana ujinga mingi sana. Bwana asifiwe. Kwa sababu gani? Hatutaki kumjua Mungu sisi wenyewe. Nataka mtu atujulie Mungu. Bwana asifiwe. Na kuna watu wanaenda kununua roho, zinaitwa roho za upambanuzi. Zinaitwa familiar spirits. Hii familiar spirit mzee anajua, hii roho inajua kweli. It can tell you real things that are happening in your home. Sasa wewe utaona huyu mtu ananijua. Huyu mtu akujui anatumia familiar spirits. Kila mmoja kuna roho inakufuataga, roho ya shetani ukiwa hai. It follows you everywhere. It knows you. It can speak some things about you. Ule mtu akishakuja hiyo roho atakunyang'anya pesa. Bwana, maana akishakwambia kitu ya kweli, hiyo itakuwa mlango wa kunyang'anya pesa. Anakuambia so sio 50,000, si utapanda. Ukiambia Mungu ya kweli utapanda mbegu. Bwana asifiwe. Sasa tuache ujinga. Tumtumikie Mungu wa kweli. Bwana asifiwe. Ndio Samuel akasema kama mnarudia Mungu, rudieni Mungu kwa roho yenu yote. Naye atakomboa kwa mikono ya Wafilisti. At this time Israel was suffering. While they were suffering, they had turned away from God. Praise the Lord. Walikuwa wameacha Mungu wa kweli, sasa wakati huu walikuwa wanaabudu miungu mingine. Bwana Yesu asifiwe. Unajua watu watakali kuabudu miungu mingine. Jamani, kuna Mungu wa kweli na kuna miungu za kando. Kuna mipango za kando. Bwana asifiwe. Kuna jamani bwana anatupatia katika akasema wanaume, tuachane na mipango ya. Sasa leo nimekuja kuambia Wakristo, tuachane na miungu ya tuachane na miungu ya Wacha nikwambie, especially to the young people, there is a lot of allure for you to worship other gods. The devil is coming with offers. Praise the Lord. Mimi mwenyewe a Nigerian amekuja akaniambia, nimeona yote yako ni nzuri sana. Nataka tukusaidie. Nikamuuliza utanisaidia? Nataka uingie Illuminati. Bwana asifiwe. Vijana wacha niwaambie, ile majaribu iko ya nini kupata pesa iko nyingi. Na hii pesa haikuji kwa njia nzuri. Hii pesa inapitia Illuminati. Allure to join Illuminati is very high. Now Illuminati, when you join, you will sacrifice your parents. You will sacrifice your brothers. Mke wangu, my wife, one of her cousin yake aliingia Illuminati. Siku moja mama yake akanipigia kukuja.
My stepmother, my mother, sister to my mother-in-law. Walikuwa naishi hapa Modern Heights. Nikaenda. Nikapata kijana ameweka mishumaa 7 around hivi. Imekuwa cycle. Hizi mishumaa nikamuuliza what are these for? Akaniambia want to offer sacrifice. Nikamuuliza who do you want to offer? Akasema my brother, my mother and my father. Nikamuuliza how do you want to offer them? I want to kill them. How? Kumbe kijana alienda university Masai Mara akajoin Illuminati. Bwana asifiwe. I know for these young people to join cults is very high. Kuweni waangalifu mnapokuwa shule. Bwana asifiwe. Be very careful when you are in school. People want you, the devil wants your soul. Be very careful when you are in school. Bwana asifiwe. Shetani anataka vijana wa mwabudu. Bwana Yesu asifiwe. Na hata wengine uko hapa, you don't know what your child is doing. Pray for your children. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wengine usiku wanaenda wapi? Ninaomba na watoto, mtoto anakuambia, mimi usiku naenda kusababisha ajali kwa barabara. Usiku mimi naenda naua watu kwa barabara. Bwana Yesu asifiwe. By the grace of God, I'm telling some the worshipers, watoto ambao wameingia kwa cult. There is a lot of cultism in this country. Praise the Lord. Ndio maana wazazi tuombee watoto wetu. Na wazazi tufundishe watoto wetu njia za Mungu. Tufundishe watoto wetu Mungu wetu ni nani. Bwana asifiwe. Waislamu wanafundisha watoto Qur'an mpaka na kiboko. Si ni kweli? Wanafundishwa mpaka na ona hapa Komarok. Utapata mzazi ameshika kiboko, anamwambia utasoma Biblia, utasoma Qur'an. Na wanalearn Kiarabu by force. Lakini watoto wa Kristo hawajui chochote ya Biblia. Why we don't take time with them to teach them the word of God? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hata sasa hivi ukienda jela, ni Morris, ni John, ni Jafet, Waislamu wengi unajua kwa nini? They follow their religions religiously. Praise the Lord. But nataka kuambia wale ambao una watoto wadogo, anzeni na hawa watoto wakiwa wadogo. Usingoje wakiwa wakubwa. Bwana asifiwe. Anza kuwafundisha mambo ya Mungu wakiwa wadogo. Bible inasema kwamba train up a child in the way they should go. And when they grow old, they never forget it. Ukifundisha mtoto wako akiwa mdogo, hata akiwa mkubwa ajaribu kubackslide, hataweza. Kuna mtu anaenda hata baa ikataale kukaa. Maana ulifundisha vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wa vijana ambao mko hapa, nataka kuambia, anzeni kutafuta Mungu mkiwa wadogo. Bwana asifiwe. Don't mess your life before you run to God. Tengeneza maisha yako ukiwa bado mdogo. Bwana Yesu asifiwe.